Jumamosi Kuu ambayo inatupelekea Jumapili ya Pasaka. Sawa kabisa. Hapa unatuambia nini? Panabeba ujumbe gani kwenye ile Jumamosi? Haya, hiyo ndio siku ya mwisho kuu. Ndio kilele cha siku kuu. Jumamosi Kuu ambayo asubuhi hakuna misa, tunaendia na hali ya sala. Kama ni masifu yanakuwa marefu. Ndio. Kuna vitu kila parokia au kila jumuiya inajipangia kadiri ya wanavyoweza. Ndio. Kuanzia jioni jua linavyotua sasa. Jua zinavyotua kadiri ya mila na desturi za Kiyahudi, siku mpya imeshaanza. Ndio unaweza kuadhimisha sasa misa ya vijilia. Sasa wengine wanaanza kuanzia saa 10 jioni, 12 mpaka saa 6 usiku. Ni kadiri ya mazingira ya watu. Kwa mfano sisi kutokana na wingi wa watu tunaweza kuwa hata na misa 3. Nyingine inaanza saa 10, nyingine saa 12 mpaka sasa. Kadiri lakini zote zinalenga hivyo hivyo. Lakini misa kubwa kabisa ni ile misa ya vijilia ambayo inatupelekea katika kilele cha ufufuko. Ambayo mara nyingi inafanyika usiku, na sehemu inayotangulia ni ile ibada ya moto kuashiria kwamba tunatoka gizani tunaingia kwenye mwanga, na kunakuwa na masomo mengi kabisa. Unaweza kufupisha, lakini walau masomo yasiwe chini ya 6 hivi, inategemea. Lakini walau masomo ya Agano la Kale yanakuwa ni 3, ya Agano Jipya 2. Walau kuna masomo ambayo uweze kuacha, hasa yale ya kuvuka Agano la Kale, uumbaji, kuvuka bahari ya Sham na kadhalika. Ni masomo ambayo uweze kuepuka. Lakini walau tunashauriwa masomo yote 9 yako 9 yasomwe. Ni ibada ndefu. Kwa hiyo kuna ibada ya moto, baada ya moto kuna ile mbiu ya Pasaka inaimbwa, shumaa. Baada ya ndio masomo yanakuepo. Baada ya masomo injili inasomwa kama kawaida. Sasa hiyo ibada hiyo ya Jumamosi, kuna watu walikuwa wanajiandaa, hata wakati kumeni walikuwa wanajiandaa kwa ubatizo. Inashauriwa sasa hiyo Jumamosi ndio wanabatizwa. Kwa hiyo kunakuwa na ibada ya ubatizo kwa ajili ya ubatizo wa watu wazima. Wanabatizwa, wanapata komunyo ya kwanza na kipaimara siku hiyo. Kwa hiyo ni sehemu yake pia. Baada ya hapo misa inaendelea kama kawaida, na hatimaye kitu kikubwa pale ni kwamba wakati wa kuimba utukufu, tuseme baada ya ibada ya moto, masomo yanasoma, kuna mahali ambapo kabla hatujaingia Agano Jipya tunashangilia kwa haleluya, ndio tunaimba utukufu sasa pale, na taa zinawaka na mishumaa kuashiria sasa tunaingia ufufuko wa Bwana. Ndio hapo tunaelekea. Fadha, naomba nisaidie kama muda unakuruhusu. Jumamosi Kuu tuna vitu vikubwa 3 ambavyo hata mtazamaji anaweza akatamani kujua. Tuna ibada ya kubariki moto, kuna mshumaa, na kipindi ambacho nakipenda sana personal, actually kipo kichwani tangu utotoni, mbiu ndefu ya Pasaka. Hivi vitu 3 vinahusianaje na maisha yetu ya Ukristo? Of course kwenye mbiu ndefu ya Pasaka ninaona namna kama anasimulia watu walivyokombolewa mpaka kufika mwisho. Lakini huu moto unaashiria nini? Mshumaa unaashiria nini? Na ule mshumaa unakuwa na alama zake, kwamba kuna alfa, kuna omega, lakini kuna zile button zinazochomekwa pale. Tunaomba utueleweshe hapa kwenye vitu 3. Bahati mbaya sina huo mshumaa, ningeelezea kwa kirefu zaidi ili kila mtazamaji aweze kuona. Lakini walau na picha kwamba hiyo ibada ya moto, unabariki moto, ndio katika huo moto tunautoa pale kuwasha ule mshumaa. Kwa hiyo ule mshumaa unaendelea kuwakilisha ule moto ule watu wamebarikiwa pale. Yaani kuashiria kwamba na taa zote zinakuwa zimezimwa ili tutoke katika kipindi cha giza tuingie katika moto. Sasa ule mshumaa ni kama, kwa sababu hatuna picha ya Yesu anapofufuka. Kwa ni kama vile tunaashiria Yesu ndio amefufuka. Na pale kuna A ambaye ni alfa na omega, kuonyesha kwamba Kristo ni mwanzo na mwisho. Nyakati zote wanaandika mwaka 2025 nyakati zake na kadhalika, yani majira ya kipindi kile, Agano la Kale, Agano Jipya 2025. Alafu kuna madonda 5 sasa. Kuna weka madonda ambapo sikuwahi kujua kama ni madonda. Ni madonda yani. Vile misumari ile watu tunaita madonda, yanawakilisha ile madonda 5 ya Yesu aliyopata wakati wa mateso yake, kwenye mikono, miguu na lile ubavuni. Ndio inabadilisha. Kwa hiyo kila moja ina sala yake. Kwa hiyo ningekuwa na mshumaa, ningesema na maneno yake ambayo pia yako kwenye
Ninaamini watazamaji watakaofuatilia sasa wakienda kushiriki hiyo ibada sasa watakuwa wanajua ni kitu gani kinachofanyika sasa hizi. Tunakushukuru Father. Karibu sana. Kwa hiyo na mbiu ndefu ya Pasaka. Je, tunayo mbiu fupi au ni sahihi kwetu sisi walei kuimba hiyo mbiu ndefu? Ndefu. Kwa kweli hiyo mbiu ina historia ndefu sana. Ndio. Naita ni mbiu ya Kirumi, wengine anaita ni mbiu ndefu, lakini kweli ni mbiu ya Kirumi ambayo ina asili ilianza Kilatini tukatafsiri kwa Kiswahili. Sasa jeshi la malaika wa mbinguni, hiyo ndio tunaita refu, ambayo ndio mara nyingi imeelezea vizuri historia ya wokovu. Ndio sehemu nyingi wanaichukua. Sasa kuna watu ambao inatakiwa imbe either na shemasi au mtu yote aliyeandaliwa. Sasa kutokana na ugumu wake, baadhi ya mapade wanashindwa kuimba au nakuta wajaandaa watu wanaimba kwaya. Inaruhusiwa kuimba kama kwaya, ambayo pengine ndio unaita mbiu fupi. Sasa jeshi la malaika, sasa tulikuwa tunaimba sana. Kwa hiyo pia inaruhusiwa, lakini maneno ni kama yale tu. Kwa hiyo mbiu yote utakayoimba inaleta ujumbe ule tu. Hakuna shida yoyote ya mbiu. Ila mimi kimsingi napenda ile mbiu ambayo ni ya mtu mmoja. Tukipata mtu anaimba vizuri, inaenda vizuri sana. Nitaomba siku moja ndio nishiriki kuimba kwa sababu ninaipenda tangu utotoni na ipo akilini. Kwa Kiswahili au kwa Kiingereza? Kwa Kiswahili. Na ni sehemu ya vitu ambavyo wanafanya siku zile siku tatu za Juma Kuu, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu. Kwa ni kitu ambacho hata kwa simu yangu nayo nyumbani ndio itakayokuwa inaimba vitu vya namna hiyo. Kwa naikubali sana. Na kushukuru sana Father.